Mungu. I have a daughter by the name of Abigail. Nina binti anaitwa Abigaili. When my wife was pregnant, wakati mke wangu alipokuwa mjamzito, the doctors made tests. Daktari alifanya uchunguzi. And they said we recommend abortion. Wakasema tunashauri uitoe mimba. Because the baby is sick. Kwa huyu mtoto ni mgonjwa. Very big chance. Kuna nafasi kubwa sana. And they ran a lot of tests. Wakafanya chunguzi nyingi. And the baby will be born, sick. Na huyo mtoto atazaliwa mgonjwa. But I talked to the doctor. Nikaongea na daktari. My wife was disturbed. Mke wangu lilimsumbua. Any mother would be disturbed. Kila mama lingeweza kumsumbua. But brothers and sisters, lakini ndugu dada, I thank the Lord. Namshukuru Bwana. The message of God anointed us. Ujumbe wa Mungu umetutia mafuta. To take control of every situation. Kutawala hali zote. I said, Father, nikasema Baba, bless my wife. Mbariki mke wangu. Bless the little life in the womb. Bariki uhai mdogo ulio ndani ya tumbo. We believe it comes from you, God. Tunaamini umetoka kwako Mungu. I said, Doctor, nikasema daktari, we don't believe in abortion. Satuamini katika kutoa mimba. But lakini we don't. Hatutaki. The pregnancy went on. Ujauzito kaendelea. When the baby was born, mtoto alipozaliwa, they ran a test after test and wakafanya uchunguzi baada ya uchunguzi baada ya uchunguzi. Because before we had to sign a lot of papers. Kwa kuwa hapo kabla ilitupasa tuandike karatasi nyingi kwamba tunajua hiyo hali. And then the doctor take off his glasses. Daktari akavua miwani yake. And he said, Mr. Mazo, akasema Bwana Mazuri, you have a perfectly healthy daughter. Una binti mwenye afya kamilifu. Amen. Amen. He's the same yesterday, today and forever. Ni yule jana leo na hata milele. But the devil is a shrew bird. Lakini unajua shetani ni katiri. She was growing. Alikuwa anaunguruma. The devil tried to tell my wife. Shetani akajaribu kumwambia mke wangu. We were watching her. Maybe something will come up. Alikuwa anatazama pengine kuna kitu kitatokea. And because the doctor said maybe she will not be able to have children. Daktari akasema pengine huyo binti hataweza kuwa na watoto. When she was 20, she got married. Alipokuwa na miaka 20 huyo binti akaolewa. Hallelujah. Hallelujah. She is my second born. Mzao wangu wa pili. And after a year, baada ya mwaka, she calls us. Akatupigia. She said, Daddy. Akasema baba. Mommy. Mama. Guess what? Unadhani nini? I am pregnant. Nina ujauzito. She gave birth. Akazaa. To a perfectly healthy son. Mtoto wa kiume mwenye afya. By the name of Timothy. Akimita jina Timotheo. What I want to say. Niseme nini? Thank you, Lord. Asante Bwana. You are the same yesterday, today, wewe ni yule jana leo na hata milele. Whatever the devil is saying. Chochote shetani anachokisema. God's anointing is with us. Upako wa Mungu wetu upo juu yetu. Soak in the word of God. Zama kwenye neno la Mungu. May God bless you all. Mungu awabariki nyote. Brother Jacob. Ndugu Jacob. Isn't God wonderful? Je, Mungu ni wa ajabu? May God bless you all. Mungu awabariki nyote. Pray for us. Tuombeeni. We fly tomorrow back to Dar es Tutasafiri kwa Salaam. ndege kesho kurudi Dar es Salaam. And pray for our safe journey back home. Tuombee safari njema kurudi nyumbani. If we never come again. Kama tutakuja tena. You know what? Unajua nini? There is a predestinated David in me. Kuna Daudi aliyekusudiwa kimbele ndani yangu. There is a predestinated David in you. Kuna Daudi aliyekusudiwa kimbele ndani yako. We will meet in the air. Tutakutana angani. These bodies will be changed. Miili itabadilishwa. Your soul will be changed. Sauli wako atabadilishwa. Never to bother you again. Never to bother you again. Hata kusumbua tena. Walk in the word of God. Tembea katika neno la Mungu. Be obedient to the word of God. Uwe mtii kwenye neno la Mungu. And the signs and wonders shall follow. Na ishara na maajabu zitafuata. Thank you so much. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Mungu akubariki. God bless you. Nakupenda. I love you. Hebu tumpigie Bwana makofi. Let us clap for the Lord.